Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu yeyote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, ikiwa ni Aprili 21 mwaka wa 2026. Tuombe. Mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Tunasema asante kwa ajili ya upendo wako na rehema zako maishani mwetu. Asubuhi ya leo, watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako. Tuongoze tuelewe haya tujifunzayo na yakatusaidie katika maisha yetu. Enda nasi katika jina la Yesu, amina. Mada ya leo ina kichwa kinachosema kumbukumbu za makao yetu ya mbinguni. Imejengeka katika kitabu cha Nehemia sura ya 9 aya 6, ambapo neno la Mungu linasema, wewe ndiwe Bwana, wewe peke yako, wewe ulifanya mbingu, mbingu za mbingu, pamoja na jeshi lake lote, dunia na vyote vilivyomo, bahari na vitu vyote vilivyomo. Nawe unavihifadhi vitu hivi vyote, na jeshi la mbinguni la kusujudu wewe. Kuna uzuri katika fahari maridhawa bondeni, katika miamba mikubwa mizito. Kuna fahari katika milima mirefu inayoonekana kana kwamba imegusa mbingu. Kuna miti mirefu yenye majani mazuri, mashina ya majani, chipukizi linalochomoza, ua linalochanua, miti ya msituni na kila kiumbe hai. Vyote huielekeza akili kwa Mungu mkuu na aliye hai. Kila mwelekeo wa utu wetu hushuhudia kwamba yupo Mungu aliye hai, na tunaweza kujifunza kutoka kwenye kitabu wazi cha asili masomo ya thamani kuhusiana na Bwana wa mbinguni. Katika kujifunza huku, akili inapanuka, inakuzwa na kuinuliwa na kuwa na njaa ya kujua zaidi juu ya Mungu na ukuu wake. Tumeamsha mioyoni mwetu hisia si tu za unyenyekevu na kicho, bali pia za upendo, imani, tumaini na utegemezi kamilifu kwake yeye ambaye ni mpaji wa mazuri yote. Na kadiri ninavyoangalia kazi zake za ajabu na kuona ushahidi wa uweza wake, ninajikuta nikiuliza, mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie? Zaburi ya 8 aya ya 4. Ukuu na utukufu wote na vitu hivi vya ajabu katika nyumba ya Mungu vinaweza tu kupokelewa jinsi vilivyo, akilini, vikihusishwa na Mungu na makao yajayo ya furaha kuu anayoyaandaa kwa ajili ya wale wampendao. Wakati tunapoongea kwa uhuru kuhusu nchi nyinginezo, kwa nini tukae kimya kuhusiana na nchi ya mbinguni na makao yasiyojengwa kwa mikono ya milele huko mbinguni? Nchi hii ya mbinguni ina umuhimu mkubwa kwetu kuliko mji mwingine wowote au nchi hapa duniani. Kwa hiyo inatulazimu kufikiri na kuiongelea hii vyema, yaani nchi ya mbinguni. Na kwa nini tusizungumze kwa kina zaidi au katika hali ya akili ya mbinguni kuhusiana na zawadi za Mungu katika asili? Amefanya mambo haya yote na kukusudia kwamba tumwone Mungu katika kazi zake alizoziumba. Vitu hivi ni vya kumfanya Mungu adumu kuwa katika kumbukumbu zetu na kuinua mioyo yetu kutoka kwa mambo ya kidunia na kuifungamanisha katika vifungo vya upendo na shukrani kwa Muumbaji wetu.
Hii ni Aprili 21, mada ikisema kumbukumbu za makao yetu ya mbinguni. Mungu atubariki sote na nikutakia wakati mwema. Tunao ushuhuda leo kuwaletea, mioyo iko tayari, hakika tutasema, japo ni ngumu sana kueleza kwa kina, anayotenda Bwana kweli yanyenyekeza. Tunao ushuhuda leo kuwaletea, mioyo iko tayari, hakika tutasema, japo ni ngumu sana kueleza kwa kina, anayotenda Bwana kweli yanyenyekeza. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho, acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho, acha tuimbe sifa. Yesu, wewe uliamua kutupa fursa hii adhimu ambayo wengi wamekosa. Tunanyenyekezwa, wengine hatukuyaomba, Bwana wewe uliyatenda, twakutukuza. Haleluya, haleluya, amen. Yesu, wewe uliamua kutupa fursa hii adhimu ambayo wengi wamekosa. Tunanyenyekezwa, wengine hatukuyaomba, Bwana wewe uliyatenda, twakutukuza. Haleluya, haleluya, amen. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho, acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho, acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho,